Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Wakare TV? Kama kawa kama dawa, niite Stali Matano. Na hapa tupo Mlolongo kama unavyoona tayari. Nipo na mwamba ambaye kwamba ameweza kutembea all the way from Malindi 500 km sasa hivi ametimba hapa Mlolongo, yana anaingia Nairobi. Na hatufahamu kwamba sasa haswa sababu zake za kuweza kujitolea, kuweza kujitoa mhanga wiki 3 kwenye barabara Kiguna njia mpaka sasa. Acha ende itambulishe pale, alafu tusikie mwenyewe kutoka kwake anazungumzaje, ni kwa nini ameweza kujitolea kupiga hii safari. Maana si jambo rahisi kwamba mtu atembee kilomita zote hizo. Changamoto zilikuwa ni gani na haswa anataka kuachieve nini kutokana na hii safari ambapo kwamba ameweza kutembea? Mambo vipi ndugu? Poa sana. Uko salama? Niko poa kabisa. Wanakuita nani? Naitwa Baraka Chula. Baraka Chula. Yeah. Bwana, naona umejitahidi pale kutoka Malindi mpaka sasa hivi uko Mlolongo. Hebu tuambie kwanza, ulipangaje safari hii na ni nini hasa ulikuwa umefikiria na ni kitu gani ambacho kama unataka kuachieve? So safari hii nilipanga kuhakikisha kwamba najitokeza na ninajitokeza kwa public, nihakikisha kwamba nafanyia kampeni innovation yangu ambayo inaitwa M-Card. M-Card Kabisa. Oh, ndo naona hapa M-Card. Hebu tuambie kwamba M-Card haswa ni nini haswa? Hebu tufafanulie zaidi kuhusiana na hii project ya M-Card. So M-Card ni digital card ambapo ni kitambulisho kidijitali ambapo ni ya wanafunzi, ambapo mwanafunzi atakuwa anakuwa registered kwa M-Card. Akishakuwa registered, chenye kitafuata ni mzazi wake ambaye ata download ile app ya M-Card kwa simu yake ya smartphone. Akisha download ile M-Card app kwa simu yake, anaweka namba ambayo itakuwa mtoto wake ameregistriwa nayo, na ile namba itakuwa imebeba data yote ya ule mtoto. So akiweka ile namba, profile ya mtoto wake itajitokeza pale kwa ile app ikiwa na data yote yake ya shule. Kwa hiyo akitaka kujua school fees balance, school fees structure, exam results, malipo ya shule yote atakuwa anaipata kwa ile app ya M-Card. Nice one, nice one. Bwana, hilo ni ama kweli hilo ni jambo jema sana. Kusema kweli, tukizungumzia wanafunzi tunazungumzia wanafunzi wa kiwango gani labda? Wanafunzi in general, bora wewe ni student ambaye wewe ni wa Kenya, utakuwa registered kwa M-Card. Kuanzia chekechea? Kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Mpaka chuo kikuu. Yeah. Asante sana. Labda kuna features zingine ambazo kwamba M-Card itakuwa inafanya? Features nyingi ziko, kuna Okoa Fund Me, kuna Chemsha Bongo, kuna M-Card Lottery, kuna Baba Care, kuna EduShare. Lakini sasa hii wacha tungumzie feature moja ambayo inaitwa Okoa Fund Me, ambayo ni feature ambayo inaenda kutumia teknolojia kuhakikisha kwamba tunaleta njia fulani ambayo itakuwa na uwezo wa kusaidia yule mtoto ambaye hajiwezi kwa njia ya rahisi kabisa, kuhakikisha kwamba elimu sio ya watu wenye pesa peke yake, lakini elimu iwe ya kila mmoja. Ndio maana nimeleta feature hiyo pale ndani ya M-Card, ambapo itakuwa na uwezo wa mtoto yule akisha apply Okoa Fund Me atakuwa basi anaenda public, na ile system itakuwa inamsaidia kumconnect na sponsor ama donors kwa njia ya rahisi kabisa. Kwa hiyo kuna kitengo fulani cha charity fulani pale. Kabisa. Watu wana donate. Yeah. Asante sana. Kabisa. Na nimeona pia vile pia kuna Baba Care. Unajua Baba pia naona pia inatuhusu ya M-Card. So Baba Care ni system ambayo ni health insurance, ambapo wewe kama mzazi mtoto wako anaweza kuwa amekuwa posted bara ama Nairobi na wewe unafanya kazi mbali. So anytime anaweza feel sick akiwa kule, mzazi anatafutwa apatikani kwa simu, familia yake inatafutwa ipatikani kwa simu. So through hii system yangu hii ama health insurance ambayo inaitwa Baba Care, mtoto atakuwa anakuwa registered kwa Baba Care bado, na atakuwa ana uwezo na kwenda na hii M-Card, hii card ambayo ni M-Card pale hospitali na atibiwe kulingana na vile atakuwa anapeana malipo yake ya kila mwezi. Asante sana. Nadhani utakuwa tayari ushafahamu kwamba huyu bwana hapa ni mvumbuzi, na ni jambo ambalo kwamba hili ni jambo kwamba litaleta faida sana katika hasa hususan katika sekta ya elimu. Ningependa vile pia utuambie kwanza, sawa, M-Card ni kitu gani ambacho kwamba kilikudrive sasa kuanza safari yako kutembea kutoka Malindi mpaka Nairobi, na nini haswa unataka kuhamasisha? Mimi chenye nataka kuhamasisha ni kwamba lazima tulete mabadiliko katika elimu. Hatutaendelea hivi ambavyo tunaendelea. Watoto bado vile wanaendelea kuacha mashule kwa sababu hawana pesa. Watoto bado wanaendelea kuacha mashule wakiingia kwa madrugs, kwa hakuna ile mentorship ambayo ama system ambayo ina uongozo na kuongoza hawa wanafunzi wa Kenya. Kwa hiyo lengo na madhumuni ni kwamba nafanyia kampeni nihakikisha kwamba viongozi, sponsors na individual ambao wanaamini kuhusu education
iko na power wajitokeze na waweze kunisaidia niweze kutengeneza hii magical transformation system. Tukiongelea kwamba viongozi waweze kusaidia, kuna viongozi ambao kama wame come through kusupport project yako. So kama sasa kufikia sasa kuna governor amejitokeza, jana amenipost pale kwa mtandao wake wa Facebook na akisema kwamba yuko tayari kusimama na mimi mpaka kidete tuhakikisha kwamba tunaleta hii system into a reality. Unaweza kumtaja labda ni governor yupi ili baadaye tufanye follow up? Yeah, His Excellency Gideon Maitha Mung'aro. Huyo ni governor wa Kilifi 003 pale. Kwa hiyo kwamba amekuahidi kwamba atakusupport vizuri. Yeah, bado kuna PS Jacob Fikirini pia amesema yuko tayari pia yeye ajitokeze na tuende na hili awe na mimi mpaka pale mwisho ambao tutaweza kutengeneza hisi. Kwa hiyo watu bado wanaendelea kujitokeza na wameona ni kwamba mimi si eti nilikuwa natembea tu, niko na vision na niko na kitu ambayo wameenda kujua kwamba ni kitu ambayo italeta mabadiliko katika hii education system. Asante sana. Tukimalizia tu labda tupate hapa ndugu pia aongee kuhusiana na yeye mwenyewe anahisi vipi hili jukumu ambalo kwamba kijana amejitwika ya kwamba anataka kuhamasisha jamii kuhusiana na hususan elimu na kuleta uvumbuzi ambao kwamba utaleta impact kubwa katika sekta ya elimu. Mimi kwanza ningetaka kumpa pongezi sana huyu kijana chupukizi ambaye amejitolea na mawazo makubwa sana, mawazo ya kufikiria wengine vile watapata elimu. Pia nataka kutoa shukurani nyingi sana kwa gavana wetu wa Kilifi Gideon Mung'aro ambaye pia jana alijitokeza kumuunga mkono huyu kijana. Tuangalie kamera. Endelea tu. Kujitokeza. Kwa hivyo mimi nauliza Wakenya na watu ambao wanamuona huyu kijana kwenye mitandao, wafadhili, watu wowote wamuunge mkono kwa dhati sana, kwa sababu hii ni achievement kubwa sana kwa kijana mdogo kama yeye, kwamba yuko tayari kusimama kwa niaba ya wengine. Asante sana. Kitu gani labda umejifunza kutoka kwa kijana mwenzako hapa? Kwanza niseme congratulations kwa kijana mwenzetu kwa kujitahidi, maana hiyo safari haikuwa ndogo, hiyo safari ni kubwa. Kwa hiyo vijana tukuwe na moyo na tukuwe na akili pia ya kutoa mawazo fulani yenye yanaweza kuhamasisha jamii na Kenya kwa ujumla. Asante sana. Labda sasa tunamalizia, hii safari inaenda mpaka wapi sasa hivi? So sasa tunatembea polepole mpaka tuingie hapo CBD, nifanye brief kidogo na watu na kila mmoja after hapo naona tutajikata, maana safari itakuwa imefika. Na mimi mwenyewe kuna barua ambazo niko nazo, moja ambayo ninataka nimpelekee His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Kuna barua ambayo nataka nipeleke kule kwa Ministry of Education. Kuna barua nitaipeleka kule kwa Ministry of IT, Ministry of Information and ICT. So tukimaliza hapo hizo zingine mimi nitakuwa namalizia nikidrop hizo mabarua. Safi sana. Tunamalizia neno moja tu la kumalizia hapa. Mimi naitwa Baraka, huu ni somo wangu. Mimi Baraka Fred, yeye ni Baraka Chula. Tulipatana kutoka jana, tuko pamoja, tunaenda na yeye, tunatembea na yeye mpaka town. So tunamsupport sana kwa innovation na tunaunga mkono. Akili kama hizi zinafaa zisupportiwe. Hatufai kuziacha zitupotee kwenye mitaro. Kwa hivyo tuko pamoja na tupatane zaidi na tuendelee na yeye mpaka mwisho. Asante sana. Labda pia ukitoa salamu kidogo songe hapa. Kwa majina naitwa Edward. Tulijuana na Baraka akiwa kwa sahi safari. So kitu yenye labda ningeomba sana ni support huyu jamaa, kwa sababu ametembea na ako na lengo fulani la kwamba wengine wale ambao wanabaki nyumbani hawana karo ya shule wasaidike pia. So viongozi hususa viongozi wa Mijikenda, watu wa Kilifi, tujitokeleze, tutembeze jamaa mpaka CBD tukamilishe hii shughuli. Asante sana sana. Kumbuka kwamba hii ni Wakare TV, endelea pale kufuatilia. Kumbuka kwamba usahau kufollow, kusubscribe na vile pia weka pale comment yako kuhusiana na swala zima la Bwana Baraka hapa. Unamwambiaje na ni kitu ambacho kwamba kimekuinspire katika safari yake hii ya kuleta uvumbuzi hasa katika masuala ya elimu. Elekea Mombasa na kurudi. Ni kitu ambacho kwamba ulivutiwa sana. Hebu labda tuelezee motisha ambayo kwamba tunafaa kumpa huyu sisi kama vijana, sisi kama vijana. Especially kijana ambaye kwamba ametoka nyumbani pale. Ni jambo gani ambalo kwamba uko nalo kwa vijana wengine ambao kwamba wanatuangalia sasa hivi na tutazama? Kwanza lazima tu understand kitu gani ambacho wanataka kufanya. Yes. Tukishaelewa kitu gani ambacho wanataka kufanya, alafu we buy his ideas.
kwa sababu hatuwezi buy idea yake kama hatuelewi kitu gani anafanya, kwa sababu kutembea kutoka Malindi mpaka Nairobi sio rahisi. So kitu kikubwa ambacho nataka tufanye kwake ni tumuelewe. Alafu yeye mwenyewe akifika Nairobi, si tunaenda Jivanji, tukifika pale atuambie ni nini anataka Wakenya wamfanyie. Kwa sababu hii M-Card kulingana na vile alinieleza kwa kiduchu ni kitu ambacho kitasaidia Wakenya sana. Sasa katika sekta ya elimu hii. Upande wa elimu, wale ambao hawajiwezi watasaidika kupitia M-Card. Wazazi pia itawasaidia kwa sababu wataweza kuelewa ni jinsi gani watoto wao wanatumia pesa ambazo wanawekea, wanaweza pia kumonitor movements za watoto wao kulingana na M-Card. Kwa hivyo once kila kitu kimeenda sawa, na pia nimeona governor wa Kilifi amepost kumaanisha atamuita once amerudi Malindi, ama kama kwa Nairobi watapatana. Kwa hivyo kikubwa ni kwamba tumpe support ile anataka. Ndio maana hata sisi tuko hapa kwa ajili ya kumuonesha kwamba tuko pamoja. Nice one. Baadhi ya changamoto ambazo kwamba Baraka ameweza kutuelezea ni kwamba support kutoka kwa viongozi, na akasema kwamba kabla atoke Malindi yeye aliweza kuandika pale ujumbe na akatumia viongozi karibu wote kwanza nyumbani pale, lakini kwa bahati mbaya baadhi ya viongozi wengi sana hawaja respond kwake. Ni kitu ambacho kwamba tunaiona kwamba support ya viongozi kupiana motisha vijana, kupiana projects. Unawaambiaje viongozi kuhusiana na swali kama hili la kwamba waangalie, wazingatie talents na vile vile pia kupiana ile morali? Unaona ni kitu gani ambacho kama labda unaweza kuongelesha pale viongozi? Tusilaumu viongozi kwa sababu kiongozi lazima pia by the time kiongozi ana come on board lazima awe amemuelewa. Unaona, na Baraka Chula hakuna mtu alikuwa anamjua. Kwa hivyo kufikia kiongozi kama bado huyo kiongozi pia hakujui, watu ambao wamemsurround hawakujui, ni ngumu. Kwa hivyo tusisimame tukawalaumu, hapana. Saizi wamemuona huyo, wamemuona kwa sababu wameona juhudi zake. Kwa hivyo mimi I'm very sure watamtafuta sasa, wamuite, wakae naye chini, wamhoji ni nini unataka kuachieve, ni nini unahitaji kutoka kwetu. Kwa hivyo hii ni awareness alikuwa na create, na awareness amecreate. So saizi kitu ambacho kimebaki, hao viongozi wakikosa sasa kumuita na kumpa support, tuwalaumu. Basi unajua kuna dhana ambayo kwamba Wakenya wako nayo, wanasema kwamba viongozi mlikuwa wapi wakati sasa wakijitokeza sasa hivi, wanasema mlikuwa wapi, mnateka advantage na upepo ambao kijana ameupata tayari. Lakini umeelimisha kwamba, umesema kwamba watu wasiangalie kwanza, take action kwanza, tambulika kwanza, alafu kiongozi akija on board itakuwa mambo ni shwari. Lakini kwamba vijana kaya anachozungumza ni kwamba tuchukue kwanza jitihada za kuanza kitu kwanza, anza ile safari, alafu baadaye kiongozi atakuja. Lakini sisi tunaanza pale alafu tayari unataka support na bado hujajulikana. Hicho ndio kitu ambacho kwamba unakisema. Viongozi pia wako na mambo mengi. Wako na watu wengi ambao wanawatumia maombi yao. Kwa hivyo ni sisi wenyewe tujikakamue, tujitume zaidi. Kama wewe kuna ile bwana mfano mzuri pale. Hujaenda kumhoji. Unahoji Kai. Kwa nini? Kwa sababu unatambulika. Unanijua. Labda mwingine haumjui, hujamhoji. Ni same na hivyo kwenye haya maisha. Tukiwalaumu viongozi sisi ndio tutakuwa tunakosea. Kwa hivyo tu play our part, tufanye nafasi yetu, alafu tuwape sasa viongozi. So kitu ambacho Baraka amefanya na viongozi, mimi I'm very sure hao viongozi wa Kilifi ambao tunasema leo kwamba hawajamuangalia huyu, watamuangalia. Kwa sababu sasa hivi wamemuona, wameunderstand. Hii kitu ni kubwa, M-Card ni kitu kubwa sana. Yaani ni kitu kubwa once imeletwa into action vizuri, app imekuja, afanywe launching nzuri. Kwa sababu najua hii yote ni kwa sababu anatafuta hiyo funding pia. Aweze kurahisishiwa kuweza kuachieve dream yake. Asante sana. Nadhani pale utakuwa ushasikia pale mpenzi mtazamaji wa Kare TV. Na sasa hivi kilichobaki tu ni kilomita 20 tu hapa Pua na Mdomo, Mlolongo na Nairobi pale CBD. Letu sasa ni kumpea tu support kijana wetu pale, kutembea pale hadi CBD, au sio? Asanteni sana. Labda Dana uko na jambo la kusema, labda vile vile pia unaweza kuongelea kuhusu
impact ya vijana hususan pia hatujaona kuna vitu vingi ambavyo kwamba vimeonekana vijana siku hizi wakifanya. Kuna hizi challenge ambazo kwamba zimetokea, tumeona pia mabinti wakitokea kama yule ambaye kwamba alikuwa anakumbatia mti kwa masaa mengi zaidi. Wito wako ni gani hasa katika vijana ambao kwamba ni wa jinsia ya kike pale kuhusiana na vitu kama hivi kujitokeza kama kijana? Nafikiri mali tumefika sahihi, kila kitu inaenda kuwa digital. For instance, huyu Baraka hapa akona idea, akona vision, lakini watu wa kumsaidia wanaweza kosa kumjua. Everything sahi ni digital. The best way you can achieve your dream ni kufikia watu wa digital. Yeye anaweza kosa kufikia hao watu, sisi tunaweza kosa kumsaidia, lakini because of the numbers that we have tunaweza kumsaidia kupush agenda yake iweze kufikia wale watu wa kumsaidia. So everything is possible. Kila mtu mwenye akona dream, it's very possible. Usikae ni kama unaumia. Sahi at the moment my husband is helping someone build a house huko Kilifi County. Sio kwa sababu alikuwa anamjua, ni kwa sababu ya the digital platforms. So whatever dream you have, kama kuna kitu unasikia it's a very burning dream, idea uko nayo, it's very much possible with the digital world. Asante sana. Nadhani pale utakuwa ushazungumzia pale swala zima. Nashukuru sana na tumefurahia sana kuona hapa kupiana support kijana wetu ambaye kwamba ni kijana vile vile pia wa nyumbani. Na vile vile pia hongera kuleta pia impact, manake kama alivyozungumzia ni jambo ambalo kwamba lipo wazi pale. Tumeona pale bwana ako na furaha sana, umeweza ku create pale impact, na vile vile pia zidi kuchapa kazi ndugu yangu. Unaopiga mwingi sana. Asante. Kuna lolote jambo nataka kuongea? Tushaongea mbele. Mimi naitwa Baraka, kama nilivyojitambulisha pale nyuma, yule ni somo wangu yule. Jana tumekuwa naye jioni, tumelala naye. Leo asubuhi tuko naye mpaka town. Ningependa kumpa hongera sana Bwana Kai, kwa sababu Baraka alipoanza kutembea kutoka Malindi, I think yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza influence at least kuileta kwa limelight. Watu wengi walimpita njiani. Watu wengine wako wamejua, lakini Kai alimpost mara 2 akienda na kirudi, akifika hapa Malili hapa. So I think hata watu wengi hapa wetu wengine tumejua kwa sababu ya Kai. So ningependa pia kumpa hongera kwa sababu aliona ile, hata kama ni mtu unamsaidia mtu ambaye haizi kusaidia na chochote. Huo ndio moyo. Si hata unasaidia mtoto wa rais kwa sababu kesho atakupatia msaada fulani, lakini unasaidia mtu kwa sababu ni ile tu roho safi. So hiyo roho safi bro, endelea, hongera sana kwa hiyo. Napenda sana effort zako. Nataka nikupea mfano. Alafu tukizingatia red card yake iko juu sana, exactly. Lakini anafanya bure. Yeah. Lakini anafanya kwa nini? So hii ni kama giving back to the community. So ni kitu cha maana sana. Hata mimi kusema kweli, mara ya kwanza nilikuwa nimeona tu ile akitoka BP, alafu baadaye nikakuwa na gap kidogo sijaona. Lakini alipofika Maungu, President Kai alimuona Maungu. Nikaiona sasa tena kwa President Kai. Nilishukuru sana, nikasema at least kuna mtu ambaye kwa level ya juu ambaye at least anataka kuonesha na hii kitu kwa dunia. Unaona, hata sasa watu wengi sasa kina Mungaro wamempigia simu, kina Aisha Juma wamempigia simu. Najua wamefanya hivyo kwa sababu ya effort ya jamaa. President Kai, noma sana bro. Unajisikiaje ndugu yangu ukisikia vitu kama hivi vinafanyika? Watu wanakuongelea hivi. Ndo maisha. Maisha. Unasikia maisha mkusaidiana. Unasikia rote? Safi sana.